Ngero cia uhaguku wa giteri ni cithiete na mbere kuhanika matura-ini matiganite guku bururi-ini, nayo thirikari igathie na mbere kwihotora kung'ethanira na anake aya. Ngero cia ica ikuhi ikoretwo ikionekana mwena wa Naikuru kuria muingi urakaya kwagagio ni anake ekinai. Ona angikorwo ekinai aingi ni marahota gwithara kunyitwo ni borithi, amwe ni maranyitwo na gutwirwo kioho njera. Mwanake uyu wokuru wa thi ni umwe wa anake aria makoretwo makiagagia muingi wa Gilgil kaunti-ini ya Naikuru. Majina naitwa Francis Muthioro, nickname naweza niita Sioch, na nimetoka hapa Gilo, kijiji najiita Kambisumari. Kuona ni munyite ndarahitha akoretwo ari mukora. Nilikuwa mrui sana, sikuwa naambirika kitu, na nilikuwa watu ukiniambia wanakuuliza unaniambia nini na maisha ni yangu. Arauga migendere yake yathukire kuma ari munini thutha wa ndigano ya aciari ake. Mimi ndo first born katika kwa nyumba yetu, na tuko watoto saizi, tuko watoto 10, na nilifika darasa la 8 sikupata pesa ya kuniendelesha kusoma mpaka form 4, na wakati nilimaliza class 8 baba na mama waliweza kukosana kutoka 2013. Mama akaenda kivyake, baba akaenda kivyake. Mimi nikaona sitafuta mama, nitabaki na baba hapa hivi. Juu maisha umeendelea nayo, mama anapika pombe, baba anapika pombe, na hiyo ndio umeendelea hadi nikafika mahali hapa. Na wakati nilichukua kitambulisho, niliamua sasa nianze kujitegemea mimi mwenyewe. Nikapatana na marafiki wengine wa madawa, yani wanapenda miadarati, na nikaanza nao kukula hizo magudi, wavuta fegi kama ni marora nini. Nilikuwa na mbogi nyingine hapo. Yani kazi yetu ilikuwa kuzurura usiku. Kama tuna form tunaenda mahali pengine panaitwa highway, tunapiga raundi. Tukipatana kama umerewa tunakupora, lakini tuwezi kupiga, tunakupora na tunakunyang'anya kama ni simu ama pesa. Mwanake uyu ni arahithuria uria ekinai makoretwo makiagagia muingi mwena uyu wa Gilgil. Kwa virabu tu, ukikuta mtu kwa kirabu pengine amerewa, amerara hapo hivi, mnasema ni anko wenyu, mkitoka na yeye nje mnamuingia mfuko, kama ako na pesa mnabeba, kama ako na simu mnabeba, halafu saa mnaenda mnagayana hiyo pesa. Hiyo kazi tumefanya tuseme kaa miaka 4 hivi. Mara tunauza bangi saa zingine, yani tu upate tu ya kumanga, lakini si kupenda kwetu Gilgil, kazi kupata ni ngumu huko. Juu kuna hata makampuni nini. Sasa tuko tunakaa tukio rende, na hiyo maisha nikaona si mzuri, nipeleke vizuri. Ndio nikaanza yani kujitenga na kampani mbaya. Tukapatana tena na kampani nyingine ya mabesti wa kutoka Nambari, mwingine ametoka Nakuru, mwingine ametoka Naivasha. Tukapatana Gilgil. Tunaulizana form ni gani, leo hatuna kitu, mnachora aje? Naambia tuende Mboka. Tukienda Mboka hivyo Mboka ni kwenda Kibaru. Mnatokelezea hivyo kwa Majaba Base, mnapiga raundi. Ukipata wa kutoka mnatoka, mnapata yenyu ya kumanga. Tukipata hata kana kazi kama hii kanatushikilia kidogo, lakini tukikosa inabidi tutokee mtaa, tuangalie mbogi inasema aje. Maisha yangu ilipotelea venye nilianza kutumia miadarati. Nilikuwa nakunywa pombe na meza, si unajua hizi dawa za ndawazimu. Yani ukikula unasikia uko na kinguvu kingine hadi unashindwa ni aje. Kazi ni fujo, kupigana. Mara utatukuta kwa base hapo hivi, ni magodi tunachoma hapo. Mnaendea kana Mogoka, unaenda mnatulia mahali. Mkiona huyu ni fara na muone, huyu jamani mgeni hata sijai muona huko. Naambia huyu rada yako ni gani? Kuja. Wewe ni wapi? Kabla aseme yeye ni wapi mshampora kila kitu. Uhoro wa kumakania ni ati nginya airetu a ukuru wa thi ni maingiritio thiini wa waganu uyu, na airetu mahuthagirwo kuguciriria arume, na thutha ucio nyanake ici ikahithukira arume aya makigwatia airetu acio ni ari anyina nao. Tukiona wanajeshi wamelipwa ama mastoko,
utatukuta kwa hiyo klabu tumetulia tu, unakuta hata pengine tumenunua jagi moja tuko Mbogi hivi na madem, kuna madem tulikuwa tunatembea nao, tunamwambia wewe bado niwezi, tunamwambia mrembo unachora aje, tukiingia kwa klabu mimi nimekuwa brother yako kutoka hapa na hapa, sikute ule jamaa umuulize rada ni gani, na akona sahihi uko na simu na yeye akona simu hapo hivi, wewe kama akona dosi unanitumia meso, tunajua rada ni gani, namwambia tuende hivyo kwa room afu tutajua ni aje. Sasa mkienda kwa room, mrembo ananitext ananiambia rada ni safi, jamaa hata akona cash. Sasa tunakuja kwa hiyo lodging, tunakuuliza nini unafanya na sister yetu, na huko umetuambia hapo kidogo kidogo tunachukua pesa zako na simu na tunatoka Shimo. Mishamanio yanyu mwikagira ku? Kuna mahali panaitwa Bondeni hapo karibu na mosque. Hapo ndo karata yani inachezea, unaona? Unakuta vijana wengine wanacheza simbi hapa, wengine ni karata pale, mwingine anauza bangi hapa, na wengine wako shughuli zao. Sasa pale tukitulia tunajua mtu mgeni na huyo mtu si wa hii area. Kama umekuja pengine kuuliza ni wapi panauza godi, nakwambia hey brother rada unadai aje shasha makolo, unaniambia nadai shasha, na kuuliza unadai ngapi, naambia kani 2, nakwambia situshare hivi. Tukifika na hapo mimi nakwambia brother unataka aje, mimi nataka uniachie hii tenje yako roho safi, na mimi si ati nitakuguza ama nitakupiga nini, nataka unijenge hadi do, unaona? Na nakuonesha hiyo tenje yako, hebu niwekee pattern, unaniwekea pattern, mimi tu nakutorera ini yako na nakwambia wewe kanyaga roho safi. Uguka kunyitwo atia? Crime ya mwisho yenye nilifanya nilikuwa nimetoka mahali kunaitwa highway, na ilikuwa kwa kitu usiku hivi. Venye nilikuwa nakuja hivi kuingia home nilikuwa yani nimekula mavitu zangu, nikasema kuna jirani yangu anakuwa hapo hivi na kaduka na kuna ka M-Pesa hapo hivi, na jibu yake anaenda kazi, nikasema acha niingie huko hivi kwa neighbor nione kama naweza shatora. Kumbe neighbor hakuwa amelala na akaniita hadi jina. Venye aliniita jina mimi nikatoka Shimo, nikaenda kana nimeingia home, nikatafuta na polisi. Siku 6 hawakunipata juu nilijua neighbor amenijua na siwezi lala kwa nyumba. Nilikuwa nataka kuvunja ndio akaweza kuniona. Sasa sikuweza kuvunja, nikatoroka. Asubuhi kufika best yangu mwingine ananiambia sio tunatafuta na makarao, nikamuuliza iko nini nilifanya, na hakuna kitu nilifanya. Mimi nikaona hiyo story kama imeisha. Sasa ndio nikaenda kwa nyumba kulala juu siko na rara huko juu, nilikuwa nasikia natafuto. Siku nyingine asubuhi nikasikia kwa mlango kong kong kong. Na nikauliza rada Morio. Akasema fungua. Kufungua ndio hapo polisi walikuja wakaniweka pingu, nikapelekwa polisi. Kutoka nilishikwa Friday, nikakaa Saturday, nikakaa hadi Sunday. Ndio Monday nikamkia kotini, nikaletwa hadi Naivasha. Nikaenda 14 Romande. Hii siku nyingine nikaunua mkono, nikaambia yaona mimi nimekubali hiyo kesi. Juu ni kitu nilikuwa nifanye, lakini sikufaulu. Na hapo ndo nilifungwa. Kumania na hau akerekerio jera na riu no kwirira arerira. Niliweza kustakiwa na kesi ya breaking and trespassing, na niliweza kufungwa miezi 18. Nilisikia kama naweza jichukia, lakini nikaona bado pengine ni mpango ya Mungu. Juu ile kampani bado nilikuwa natembea nayo, mahali tulikuwa tunaelekea hatukuwa tunaelekea mahali pazuri. Mwanake uyu arauga riu ni atuite itua ria gucenjia mithiire yake. Nilikuja hapa nikaona kuna mtu alinyang'anya na simu, na saa hizi miaka yenye amefungwa ni miaka mingi sana, na mimi nimeishi kuiba hiyo simu na sijaishikwa. Nikaona yani Mungu bado ni kama alikuwa ananisaidia huko nje, lakini mimi sikuwa naona, unaona. Sasa wakati ndo nilikuja hapa niliona mabadiliko mengi sana, na nikajua kuiba kitu ya mtu ni vibaya, kuvunja nyumba ya mtu kama yuko ni vibaya, kutembea na yani wasichana si wa rika yako ni vibaya.
Na mimi ningetaka niambie vijana, ugaidi si mzuri na crime haizi pay. Nĩarahoya kũrekerwo nĩ arĩa othe anaiya. Kama nishai kunyaganya, mimi naomba msamaha. Kama tushaipatana na yeye highway nikaanza kukunyaganya, mimi naomba msamaha. Sasa mimi nimebadilika na nimekuwa kiumbe kipya. Njĩtagwo Simon Kibe na ĩyo nĩ tabarĩra ya Njera-inĩ Citũ.